Matusi, majina ya kudhalilisha na aibu. Ruto na Gachagua wafikia kiwango cha juu katika mzozo wa kisiasa. Wanaume wawili wahukumiwa kifo kwa wizi wa kutumia nguvu huko Meru. Kotu yatetea uchaguzi wa Kisumu huku Atwoli akitupilia mbali ombi lake. Ni saa 1 jioni majira Afrika Mashariki. Popote pale ulipo msikilizaji, karibu kwa habari za nusu ya mambo kiutendeti hapa stesheni nambari 1 ya kijamii. Jina langu ni Patricia Aduda. Na jina langu ni Victor Koech. Tukianza ni kwamba katika moja ya nyakati mbaya zaidi za kampeni za kisiasa nchini Kenya, viongozi kuu wa nchi katika matope, matusi, aibu, matusi yasiyofaa na kwa ujumla lugha isiyofaa. Rais William Ruto na naibu wake wa zamani Rigathi Gachagua waliongoza kundi hilo katika kile ambacho sasa kinaorodheshwa miongoni mwa maonyesho ya aibu zaidi kuwa kurekodiwa katika historia ya ofisi kuu za nchi. Hilo ni jambo la kusikitisha sana kwa moja ya siku zenye giza zaidi katika hotuba ya kisiasa ya Kenya. We'll make sure William Ruto you are not going to sleep for the next 15 months. Utalala ukifika Sokoi. Tutakuanika na hivi vijana wangu hawa. Si umeona vile amekonda? Mpaka masikio yanafanya nini? Na bado. Mtu mwenye ako na pepo ya ukabila na chuki na kisirani anatuambia nini kama Wakenya? Mtu ambaye ameenda kwa kitanda ya ndugu yake ambaye alikuwa anakufa, anaenda kumanipulate will. You cold-blooded thief. You cold-blooded thief. Stealing from your own brother. Stealing from orphans. Stealing from widows. You want to give us a lecture? Unazunguka kwa makanisa, unazunguka kwa barabara, unazunguka kwa mazishi. Ate unatuongelesha kitu gani? Nusu ya mambo kiutendeti. Na tukisonga mbele ni kwamba mvutano uliozuka katika soko la Gikomba baada ya sehemu ya wafanyabiashara kuwazuia maafisa wa serikali kuhusu mpaka mpya wa kuhama ambao sasa umekuwa mita 50 kutoka mita 30 za awali. Hatua hiyo ni sehemu ya mpango wa kurejesha mto wa Nairobi na kujenga soko jipya la Gikomba. Lakini wafanyabiashara walisema hawakuelewa ni kwa nini eneo la kuhamishwa lilipanuliwa hata kama serikali inasisitiza kwamba wote walio karibu na mto lazima wahame. Wafanyabiashara hao walisema kwamba walikuwa wamekubali kuhama kutoka mita 30 pekee, lakini uamuzi wa kupanua hadi mita 50 ulisababisha upinzani mkali. Kwa hii soko yetu kusema ukweli ni soko ndogo. Soko yetu, shamba yetu sio kubwa. Sasa ukichukua 50 meters itakuwa imeisha. Nusu ya mambo kiutendeti. Na kwingineko ni kwamba mkurugenzi wa mashtaka ya umma DPP umepata hukumu ya kifo dhidi ya wanaume wawili waliopatikana na hatia ya wizi wa kutumia nguvu katika kaunti ya Meru. Na katika taarifa iliyotolewa Jumanne, DPP imesema kwamba Douglas Murithi na Anthony Mugeni walihukumiwa kwa shambulio ambapo mwanamke mmoja aliibiwa shilingi 5,700 na kilo 87 za sukari zenye thamani ya shilingi 13,050 na kilo 17 za vitunguu vyenye thamani ya shilingi 850, vitu vyenye thamani ya shilingi 19,600. Mahakama ilisikia tukio hilo lilitokea mnamo Septemba 6 mwaka 2024 katika eneo la Maua, kaunti ndogo ya Igembe Kusini. Na waendesha mashtaka wamesema kwamba mashambuliaji ya hao wawili wakiwa na panga, fimbo za chuma na fremu za mbao wameshambulia mwathiriwa na kuiba vitu hivyo. Nusu ya mambo kiutendeti. Tukisonga mbele ni kwamba gavana wa zamani wa Migori Okoth Obado na washtakiwa wenzake wawili watajua hatima yao katika kesi ya mauaji ya Sharon Otieno mnamo Mei 29 mwaka huo. Na katika kesi hiyo Obado anashtakiwa pamoja na msaidizi wake binafsi wa zamani Michael Oyamo na karani wa kaunti Kaspar Obiero.
Suala hilo lilitajwa Jumatano mbele ya Jaji Cecilia Kithua ambaye alithibitisha kwamba hukumu hiyo itatolewa katika tarehe iliyopangwa. Kithua aliagiza zaidi kwamba washtakiwa wote lazima wawepo mahakamani saa 4 asubuhi katika siku ya uamuzi. Nususi ya mambo kiutendeti. Ni vita vya kutetea nafsi ya mojawapo ya vituo bora vya afya Afrika Mashariki. Hospitali ya Nairobi ambayo kwa muda mrefu imekuwa ishara ya ubora wa matibabu, kwa sasa imejikuta katika sakata la umiliki na ufisadi ambalo sasa limevutia umakini wa Ikulu. Lakini huku rais akiapa kulinda hospitali ya Nairobi kutokana na kile anachokiita matapeli wadanganyifu wataalamu wa sheria wanaopinga vikali. Je, rais kuwa nafasi yake kama mlezi ana maeneo ya kuingilia kati? Kwa miongo kadhaa imekuwa kimbilio la wasomi na msingi wa huduma za afya binafsi nchini Kenya. Lakini hivi majuzi hospitali ya Nairobi imekuwa ikigonga vichwa vya habari kwa sababu zisizo sahihi. Madai ya ufisadi na mvutano mkali kuhusu usimamizi wake yamefikia kiwango cha juu zaidi. Rais anasisitiza kwamba hatakaa kimya huku wale wanaowaita matapeli wakijaribu kuchukua taasisi hiyo kwa uhasama. Nususi ya mambo kiutendeti. Habari za kimataifa zikiletwa kwako hapa ndani ya 99.9 ECN Radio, kituo nambari 1 cha kijamii. Na kimataifa ni kwamba waziri wa ulinzi wa Israel Katz anadai kwamba waziri wa ujasusi wa Iran Ismail Katib na maafisa wakuu wa wizara waliuawa katika shambulio la usiku. Mashambulizi ya Israel yameongezeka kote Iran na Lebanon na makumi kuripotiwa kuuawa na kujeruhiwa. Iran imezindua mashambulizi zaidi dhidi ya Israeli kulipiza kisasi kwa mauaji ya mkuu wa usalama wake Ali Larijani na kamanda wa jeshi la Basij Golamreza Suleimani. Watu wasiopungua 2 wameuawa nchini Israel. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi amesema kwamba mfumo wa kisiasa wa Tehran bado ni imara na mauaji ya viongozi wake hayatairudisha nyuma nchi hiyo. Mashambulizi yamelenga ubalozi wa Marekani mjini Baghdad, Iraq, huku Bahrain, Kuwait, Qatar, Saudi Arabia na Umoja wa Falme za Kiarabu wakiripotiwa kuzuia makombora na ndege zisizo na rubani. Na msikilizaji, kufikia hapo sina la ziada na tunaweza kulitamatisha nususi ya mambo kiutendeti. Endelea kufuatilia kipindi zetu hapa kituoni na utufuatilie kwenye mitandao zetu za kijamii. Tukianza na Facebook ni ECN Radio 99.9. Na pale kwenye mitandao ya Instagram tunapatikana kama @ECN Radio. TikTok ni ECN Radio Kenya 7. Tunawatakia usiku mwanana. Kwa heri. Nususi ya mambo kiutendeti. Hayo ndiyo tuliyokuandalia kutoka kwenye chumba chetu cha habari.